Sasa lazima ujue kwamba kila ambapo Mungu anaachilia maono anakuwa amefunua fumbo. Lakini katika kufunua fumbo au katika ufunuo huu yanakuwepo mapenzi yake. Mambo ambayo yeye mwenyewe anatamani tuweze kuyajua, tuweze kuyafanyia kazi. Kwa hiyo ni kana kwamba Mungu anatupa nafasi ya kushirikiana naye katika kutimiza lile jambo ambalo yeye analitaka. Jambo la kwanza kwenye hayo maono ya Mheshimiwa Rais, Mungu anaonyesha kabisa ya kwamba wepesi wa mgombea huyu kwa mara nyingine tena kuweza kuingia katika awamu yake ya pili utatokana na maombi ya watakatifu. Watu ambao wataweka itikadi zao chini, wataweka udini chini, wataweka ukabila chini, na wataweka tofauti zozote zile ambazo zinaweza kuwa kizuizi wao kuomba kwa moyo ulio safi. Na ni dhahiri kabisa ya kwamba unapoona anapoingia na anasema ya kwamba nitaanza na nyie, wote watakaosimama na mapenzi ya Mungu manake kuomba bila kuangalia udini tofauti, kuangalia ni maneno gani anasema. Kwa namna moja au nyingine Mungu atahakikisha kwamba anaanza kuyatimiza mapenzi yake. Kwa sababu nikwambie kitu, leo hiyo unasema ukiwa na baba au mama, hata kama ni mchawi, hata kama anafanya mambo ndivyo si, utasikia unasema baba ni baba, mama ni mama. Ndio huo mtazamo Mungu anataka tuwe nao juu ya watawala ambao anawaweka. Yeye ndiye anayewaweka, anawaweka kwa mapenzi yake, anawaweka kwa majira yake, anawaweka kwa ajili ya makusudi yake. Kwa sisi tunapoomba kama watu ambao hatuna pande, tunaomba tukisema kwamba Mungu katika 2025 mpaka 30 tunatamani mapenzi yako yatimie, haijalishi utamtumia nani. Geuza moyo wake na uwe kama chombo mikononi mwake. Mungu anatufanyia wepesi na anatusaidia kama nchi, anatuvusha kama familia, na anatuvusha kama mtu mmoja mmoja, na yale makusudi yake ya ufalme wake yanaanza kutimia katika nchi yetu. Kwa hiyo ni ujumbe mkubwa sana kwa waombaji, ujumbe mkubwa sana kwa watumishi wa Mungu na kwa watu wote wanaotarajia kuweza kuona mabadiliko katika nchi ya Tanzania. Waweze kujua kabisa ya kwamba Mungu hana dini, hana ukabila, wala Mungu hana tofauti za kawaida za kibinadamu ambazo sisi tunazo. Yeye ni mwingi wa rehema na ni mwingi wa huruma. Akimchagua mtu, amemchagua kwa rehema zake. Kwa hiyo ningetamani tu kuweka rai kwamba tuweze kuomba, tumwombee rais wetu. Lakini pia tuombe kwamba Mungu amsaidie na amvushe, muingize katika awamu nyingine inayofaa. Ikiwa yako kuna sehemu alifanya tofauti, akarekebisha, na Mungu akampe moyo wa ukuu kuweza kuboresha na kufanya kwa uzuri zaidi, kwa namna ambayo itaweza kuleta manufaa katika nchi, lakini zaidi ya yote kwa namna ambayo itamruhusu Mungu na watu wake waweze kufanikiwa. Ni kuachie tu kwa hapo kwa uchache. Endelea kutafakari na kuomba na Mungu akubariki sana.